na aliongea akiwa amejitolea kwa niaba ya Wakenya na kwa niaba ya viongozi wale wako pande ya Azimio, na akasema lazima tuangazie mambo ya gharama ya maisha ipunguke. Lakini timu ya Kenya Kwanza walimwambia mambo ya gharama ya maisha ni jukumu ya serikali ile iko kwa ofisi, na wakamwambia nyinyi watu wa Azimio mkae kando. Sasa sisi tumekaa kando, lakini ukweli ni kwamba kinaturamba. Tukiangalia kila siku wanaongeza taxes. Ukienda kuweka mafuta bei iko juu. Ukienda kununua chakula bei iko juu. Mimi sababu hapa tuko kwa kanisa, ningeomba viongozi wetu wa makanisa muombe nchi yetu. Nafikiri wakati wale watu wa Shakahola walienda kule State House, pengine hapo ndio mashida ilianza kuingia. Kwa sababu mimi niliona jamaa amepigwa picha akiwa kule, kesho yake akatuambia kitaturamba, na kweli kinaturamba. Ni kweli kinaturamba. Kwa hivyo kitu ya kwanza mtaomba iishe Kenya hii ni uongo. Hakuna kitu ya aibu kama viongozi kuongea uongo. Wakati wa campaign tulisema ati wale watu wako chini, mama mboga, boda boda watapandishwa juu. Sasa mafuta imepanda, mtu wa boda boda hawezi weka mafuta kwa boda boda yake. Chakula imepanda, mtu ya mama mboga hawezi uza mboga. Hiyo ndio tulikuwa tunasema bottom up. Kwa hivyo mimi ningesema tumalizane na uongo. Na uongo hukuisha. Mheshimiwa Nzambia ni pole, wacha nikwambie hii. Iko mtu alituambia hata hii El Nino haitakuwa na maji mingi. Na hapa tumekuja kuzika ndugu yetu ambaye amebebwa na maji kwa sababu ya El Nino. Mambo ya uongo lazima hii serikali ikomeshe. Lakini kwa sababu wamekataa kutusikiza, hata kwa NADCO walikataa kutusikiza, sisi tunasema 2027 ni kuje haraka sana. Ndio hao waende nyumbani, tuchukue uongozi through Stephen Kalonzo Musyoka na tupeleke hii Kenya mbele.